yako utaishi, hata kama utapitia jangwa, kwa maana wewe utaishi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema hivi. Kitabu ni Ezekiel 37 verse 1. I felt the powerful presence of the Lord, and his spirit took me and set me down in a valley where the ground was covered with bones. Bwana Yesu asifiwe. This was a vision that Ezekiel alichukuliwa na Mungu, alionyeshwa vision. And the Lord showed Ezekiel a vision. Bwana Yesu asifiwe. Na akamuonyesha, naomba tu turudi wana. Akamuonyesha ya kwamba akamuinua juu. I felt, na pahali pale, he felt the presence of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Alisikia uwepo wa Bwana. Katika ile vision, alikuwa anasikia tu, hapa pako na power za Bwana, hapa pako na uwepo wa Bwana, kwa sababu yeye alikuwa amejiitanisha na Bwana, kwa sababu yeye alikuwa anamjua Bwana zaidi. Ndiposa ukaweza kuwa na presence ya Bwana. Ni lazima ujishikanishe na Bwana, umpiganie Bwana, umulilie Bwana, ujue Bwana zaidi. Ndiposa katika maisha yako ukaweza kusikia the presence of God in you. Praise the name of the Lord. And God will bring you things that are going to happen. God will show you mambo ambayo yanaweza kuyaombea. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa uweze kufanya hilo, lazima uwe na the presence of God. Lazima ukuwe na Mungu pale karibu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hapo 2, inasema ya kwamba he led me around the valley. Bwana akampeleka Ezekiel, akamuonyesha ina valley. Alikuwa anamtembeza in that valley, and I could see mahali pale walipokuwa wanatembea na Bwana hivi, kwa sababu Bwana alikuwa anamuongoza na yeye alikuwa anamfuata Bwana. Bwana akamuonyesha in that valley there were so many bones, and those bones they were very dry. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mifupa mahali pale ambayo ilikuwa imekauka. In that valley hakukuwa na mambo mazuri, hakukuwa na uhai mahali pale, lakini kulikuwa na vifo, kulikuwa na mili ambayo ilikuwa imelala mahali pale ikiwa very dry. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine we pass through many hardship, tunapitia mambo mengine magumu, tunapitia katika magonjwa, tunapitia katika matatizo, biashara zetu tunaona zimeenda chini, kazi zetu zinakuwa na vita, and we feel that we are getting dry. Ni kama ile mifupa ambayo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku hii ya leo Bwana anatupa tumaini katika ibada ya siku ya leo, katika neno la siku ya leo. Bwana anatupa tumaini na kwamba kuna urejesho ambao unakuja katika jina la Yesu. Katika nchi yetu kuna urejesho ambao unakuja, wakapitia katika zile roho. Praise the name of the Lord. Tatu inasema ya kwamba he said to me, my bones come back to life. I replied, servant Lord, only you can answer. Praise God. Sasa Mungu walikuwa na Ezekiel, na Mungu akauliza Ezekiel, hii mifupa inaweza rudi uhai? Na Ezekiel akakaa akajiuliza moyoni mwake, unawezaje niuliza swali ngumu hivi? Akafikiria, kwa nini Mungu ameniuliza swali ngumu hili ambalo siwezi lianza? Pia wewe siku hii ya leo kuna swali ambayo unajiuliza, hizi mifupa ambazo zimekuwa
walikuwa tu wanaenda na Mungu. Na Ezekiel was doing what God was telling him to do. And Ezekiel akaambiwa na Mungu ya kwamba prophesy to the bones. Tell these dry bones to listen to the word of God. Akaambia Ezekiel, nenea hii mifupa na uambie hii mifupa ya kwamba sikiza neno la Bwana. Sikizeni neno la Bwana. It's our time to talk to those bones, to talk to those businesses that have dried up, to talk to that hope that you had hope and you feel that it is dried up. Bwana Yesu asifiwe. To talk to that happiness that you had before, that today you don't have that happiness. Just talk to that happiness. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia Ezekiel, prophesy, tell them to listen to the word of God. And Ezekiel was like, mifupa hii ambayo haina masikio, mahende maya mome teogo kama aliyapi meretea nitaiongelesha. Yaani akajiuliza, mimi haina masikio, haiwezi sikia, nitainenea aje? Niambie ya kwamba isikize neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni aroho jina la Yesu Kristo. Ezekiel kakara liliegaya tano inasema ya kwamba tell them that I sovereign Lord am saying to them, I am going to put breath into you and bring you back to life. Akaambiwa na Bwana, ambia hii mifupa ya kwamba mimi Bwana nitaileta tena uhai, nitaisimamisha tena, nitaifanya ifufuke. Hata kama imekufa, nitaifanya ifufuke katika jina la Yesu. Kila kwenda nini mito neye kolio kareke neye aye toalete. So we only need to trust God, we only need to pray, we only need to have faith in the mighty name of Jesus. Sita inasema ya kwamba I will give you sinews and muscles and cover you with skin. I will put breath into you and bring you back to life. So those ambazo zilikuwa zimeisha and they were very dry, God was promising that He's going to bring them back to life. Ataziweka muscles, ataziweka nguvu, ataziweka ngozi, ataziweka veins, damu itatembea vizuri katika zile bones, zitasimama tena na zitakuwa binadamu tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na 7 inasema ya kwamba so this is Ezekiel. I prophesied as I had been told. When I was speaking, I heard a rattling noise and the bones began to join together. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo Ezekiel alikuwa anaanza kunenea hiyo mifupa, anaiambia kwamba mtapata uhai, mtasimama tena, damu itatembea katika hii miili katika jina la Yesu. Hii miili itakuwa na ngozi, hii miili itakuwa na uhai. Akazikia maele maji aweka kaka. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi mabones zile mifupa zikaanza kutafutana, maende marabotwe ikatafuta hizi za shingo, hizi za shingo zikatafuta za mikono, kuendelea hivi kuteremka, zikaanza kutafutana katika jina la Yesu. Hakuna ya kichwa ilienda direct kwa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Zilienda zimepimana. Praise God. Ya kichwa ilienda kama imepimana hivi. Kwa sababu hakuna wakati ya kichwa ikija kwa mguu. Si mguu ingekuja hapa, angetembea aje au angetembea aje na mguu ikiwa kwa shingo. Praise God. Zile bones, sometimes we feel dead, sometimes we feel finished. Bwana Yesu asifiwe. And sometimes, I don't know kama mimi nime-experience that. When one trouble comes to you, they come so many. Zinaanza kukuja so many. Zinakuja hii side, zinakuja hii side, unashindwa kwani what is happening. Bwana Yesu asifiwe. Mahindi makahana tamaharanete. But siku ya leo God is promising us that hizo zote ambazo zilikuwa apart, they are coming together. They are getting life again in the mighty name of Jesus. Zile mahindi
zikashikana, zikapiga kelele, zikapiga zikitafutana. And I was thinking Ezekiel alikuwa anaona hilo ono, akafikiriaje? Bwana Yesu asifiwe. Ni kama ni wewe ungefikiriaje siku ya leo? Bones sasa zikakuwa bodies. They were bones, but now they are bodies. But these bodies did not have place. Praise God. Zikaanza kukua bones and they were very dry, but then they can move from bones zikakuwa bodies. Bwana Yesu asifiwe. Because our blessings is coming kutoka grace to grace. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kubarikiwa kutoka hapa kwenda juu, kwenda juu, kwenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. The bones became bodies, but those bodies had no breath. Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea kusema ya kwamba God said to me, mortal man, Mungu tu ananena na Ezekiel. Mortal man, prophesy. Akaambia Ezekiel, nenea upepo. Bwana Yesu asifiwe. God was commanding him doing exactly what God was telling him to do. Do you ever do what God says that you do? Whatever God anakuambia ufanye, wewe huwa unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Akikwambia Sunday ni siku ya kanisa na unajua vyema ati Sunday you are supposed to be in the house of God. Praise God. Are you in the house of God on Sunday? Do you come to worship that God on Sunday? He has commanded you. This is not a request. God has commanded you that you must be in the church on the 7th day of every week. But sisi huwa tunajipea shughuli hiyo siku ya saba, ya kwamba siku hiyo ndio tuko free, ndio tunaweza kutafuta marafiki zetu, ndipo tunaweza kwenda biashara zetu. Hiyo siku yenu mtu akikualika unamwambia uniite Sunday. Sunday ni kuita kwa raboni hizi. Praise God. Kama umeshawaifanya hivyo, usirudie tena. Praise God. Ambia mtu Sunday siwezi kupatikana. Praise God. Sunday, prophesy to the wind. Tell the wind that the Sunday when
we are like those bones. We feel that we are dead. We feel that we don't have future. But our God is holding us. Bwana Yesu asifiwe. Our God is still holding us. Bwana Yesu asifiwe. Na hatutaisha. Praise the name of the Lord. Hatutaisha even though we feel so down. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamefunga biashara. Wengi wamefutwa katika kazi. Because we are like that. Iko tu hivyo. Kuhana oho. Mwana nika yarosho. Oho kama hende momo. Kuhana oho. Mwana nika yarosho. And God knew. That's why He gave this word at this time. That tutakuwa hivyo at this time. Praise God. We feel that we are dead. We feel that we don't have hope. But God is still good with us. 12. Inasema ya kwamba. So, prophesy to the people of Israel and tell them that I, the sovereign Lord, am going to open their graves. I'm going to take them out and bring them back to the land of Israel. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ametuahidi ya kwamba anaenda kutusimamisha tena, anatutoa katika ile kaburi, anatusimamisha tena. Ni hapo tunaelekea ya kile tunapata ile roho yetu. Ndio wameletwa wale Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hichi, it's our time to continue praying. It's all. We need you. We need your presence. We need your mighty hand. We need to stand again in the mighty name of Jesus. We need our economy to stand again in the mighty name of Jesus. Our God, we need rains that are a blessing, but not rains that are going to finish our people. Oh God, we need this. We need this. And we thank you for where you have brought us from. Praise God. Amen. So let us continue thanking God. Because He's coming. Mwadhani gaya roho. Yekore na mwihoko. Buga mote wote moe. Gaya kuga. Yebogo mashona livyo. Yekore na mwihoko. Buga mote wote moe. Gaya kuga. Yeduke nege dudoku. Nege dudoku. Yebogo mashona livyo. No more kama mashona livyo. Praise God. Time inakuja and the devil is going to be ashamed. Praise God. Because sisi si wa kuisha. Sisi si wa kuisha. Tunaishi. Totirandira none raprato ramoyo. Tunaishi. We are living so that we can testify the goodness of the Lord in this land of the living, and people will know God and people will worship the God that we know in the mighty name of Jesus. Lakini nasema ya kwamba atatoa pale. He was telling Ezekiel, when he opened those graves and people are alive again, they will know that he is God. Praise God. And us, we are going to know that he is God. We still know that he is God. Whatever he has done for you, you still know. Unaendelea kujua. Tunaendelea kujua Bwana. Tunaendelea kujua it's God. Ubali huu ni Bwana. Praise God. And those things that were happening at that time, they still happen today. Praise God. Wakati wana wa Israeli walikuwa wamefinyiliwa sana Israeli. And today pia sisi tumefinyiliwa. But God is still promising. Nasikia maombi, ajibuye kwa moto. Bwana yu mwaminifu. Nasikia maombi, ajibuye kwa moto. Into the Church of United Methodist Trinity Church today, that God is going to put bread into us, bring us back to life. Kile ambacho tulikuwa tunasikia, sometimes we are tumefika mwisho. God is promising us today that He's going to bring it back to life and let them live in their own land. Na tutaishi. Bwana Yesu asifiwe. Toa ikaloshe wa ila hadi
It's not kid. Si Mama Esther amesema siku ya leo, but the Lord has spoken in the mighty name of Jesus. Hilo neno lilako, hilo neno lilangu, ya kwamba yale ambayo ninapitia, Yesu amenitangazia, ameninenea leo ya kwamba yeye ni Mungu na anayeleta yote uhai katika jina la Yesu. Mwanamke ya roho, kile ambacho fikiria it's dead. God is bringing it back. In the mighty name of Jesus. God is bringing it back to life. In the mighty name of Jesus. Ninapomalizia katika kitabu cha the New Testament, John. In the book of John. And he's the God who will be. Praise God. Hata time ikienda hata he is still God. Mungu ni yule yule. Jana hata leo. Milele habadiliki. Milele yule yule. Mungu ni yule yule. Jana hata leo. Habadiliki. Yeye ni yule yule. The God that was at that time is still the God that is today. Praise God. Hebu guza roho yako uniambie jina lako, mimi sikufi. Mimi naishi. Mimi naishi. Guza kama uko na roho yako iguze hivi. Unasema mimi ninaishi. Mimi ninabarikiwa. Mimi ninaeneshwa. Katika jina la Yesu. Sifa ukwane kutora moyo. In the book of John, it's talking about the story of Lazarus, and then he got sick, and finally he died. But this was real. And in this story, we see that Jesus, the Bible says that Jesus was a good friend of that family of Akina Mary, Mother and Lazarus. He was a very good friend of Mary. But this was real. And he could go, alikuwa anaenda sometimes anawatembelea, anawavisit. Praise God. Alikuwa rafiki yao wote watatu. Praise God. It's my prayer today that kama wewe ni rafiki wa Bwana, wacha watoto wako wawe rafiki za Bwana. Wacha wazazi wako wawe rafiki za Bwana. Wacha familia yako ikuwe rafiki wa Bwana. This family, they were all friends of Jesus. And that time that Lazarus got sick, Mother akatumania Yesu. Akamwambia kwamba your friend, akamtumania aambiwe ya kwamba rafiki yake ni mgonjwa sana, akuje amwombee mkosa asikufe. Praise God. Na Yesu alipopata hiyo report hakuwa na haraka. He stayed for 2 more days. Bado anaendelea na shughuli zake. Maybe bado kulikuwa na mambo mengine alikuwa anafanya, alikuwa anahubiri, alikuwa anaombea wagonjwa. Kwa hiyo akaona watu huyo kwanza akae mtaenda. Praise God. It's not all prayers that God answers immediately. Si maombi yote unaomba na unaanza hapo. Sometimes God tells you to wait. Praise God. So Jesus akaenda immediately. He stayed. Alikaikara mwadhani ya roho. And when he was going, he met that. But before he said that, Lazarus, alikuwa Lazarus akakufa, alisema yeye huyo atakufa. Never from after me. And he has said that his sickness is not for death, but it was to glorify the word of God. It was to glorify God. There are things that sometimes we pass through. Sometimes we pass through. Even in families, tunapitia mambo makubwa. Praise God. Hata wazazi tunapitia, wazazi maybe they are sick. Wengine tunapitia marafiki zetu wamegonjeka. But the Bible is telling us to be not all sickness are for death. Some are for glorifying God. Bwana Yesu asifiwe. So inasema katika John 11:38. Biblia inasema kwamba Yesu sasa aliondoka, after those days aliondoka. Take the stone away. Jesus ordered. Martha, the dead
Mark's sister answered, "There will be a man's name. What? He has been married for 4 days." Bwana Yesu asifiwe. Mara sasa anaanza kukarania Yesu. Mara sasa ameanza kukarania. Kama wewe ndio ungekarania. Useme sasa baadhi na amekaa hapa siku ile. Yaani mara wako na Yesu na ameanza kudoubt and the Christ is there next to her. Akamkumbusha ya kwamba si nilikuambia that you must have faith so that your brother can rise again. Praise God. Wewe you have faith. Praise God. Kana wewe ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe. So mara akaanza kudoubt. Akaanza kumwambia, "Maybe a man's name." Yaani badala afanye lenye anaambiwa, anaanza kusema kutakuwa na harufu mbaya because amekuwa hapa for 4 days. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter. Praise God. Yale umepitia hata kama ni mwaka mzima, hata kama kuna harufu mbaya, Yesu atakapokuja itasimama tena, itafufuka tena katika jina la Yesu Kristo. Ndio Afrika kama hata Ezekia mwana. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanamuuliza hivyo ile Jesus, our brother would not have died, but the Lord was still here there with them. But kama walikuwa wanadoubt, Jesus said, "Did I tell you that you will see God's glory if you believe?" Akamuuliza, wewe umeanza kusema kuko na kwamba si kukuambia ya kwamba ukiamini Mungu utaona utukufu wa Bwana. Do you believe in God? Umeamini Bwana, umeamini huyu Yesu, kwa sababu lazima uamini ndiposa uone kuwa Bwana, lazima uamini ndiposa milango ifunguke, lazima uamini ndiposa mifupa ifunguke, lazima uamini ndiposa usimame, lazima uamini ndiposa prosper in the mighty name of Jesus. You need to believe. You need to believe in the mighty name of Jesus. You need to believe. Praise God. Amen. Nasema ya kwamba for that say, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba they took the stone away. Haijasema he took, haijasema she took. Inasema ya kwamba they took the stone and removed it. Kwa sababu si mtu mmoja alichukua hiyo stone. Praise God. We need unity in the church. We must work together. We must be together so that we can be able to move that stone that is blocking us, that is refusing us, that is showing us it's not able. We need to work together so that we can move that stone together in the mighty name of Jesus. Aliyepata ile kwa wale roho hakomboro hao ndio inaingilia kwa dogio tuweke omwe wale mara dogio hiyo. Because there are so many stones in our hearts. Pia wewe una jiwe ambalo linazuia Yesu akuje akubariki. Wewe na kiliga kianaye ni ndio habari yako atenenda hekirwo digo dikanida atene manu mile atene macho vile okana nyodo wao kana okana nyodo wakai. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Okana nyodo wao. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeshaikosa kukuja chache tu, kuna mtu alikukwaza, Mungu akusamehe sana. Because you don't come because of them, you come because of God. Praise God. Ondoa hiyo jiwe. Ondoa hiyo jiwe. Ndiposa mifupa yako iweze kufufuka katika jina la Yesu. Heri yake iga. Kiukira kwa ile ya vivo. Ndio hapo tolea. Ndio hayo tolea Yesu. So the stone was moved by them. Let us join together and move the stones. Tushikane, tusongeshe jiwe la matusi katika nchi yetu. Tushikane kwa maombi, tusukume lile jiwe la matusi ya kuanira loteo. Tusukume lile jiwe, tulisukume pamoja. Mungu tikakelekele ya Bwana. Ile inasema they move
removed the stone. The stone was moved by them, not by him. Let us join hands together. And as a church, let us move those stones that are blocking our prosperity. Those stones that are making people just stay at home and they are very comfortable on Sunday. Na ukienda wakuta wakifua manguo kwa sababu kuna kijiwe ambacho waliwekewa mwana niga ya rogosho. Ngaili toro kusaidia Mungu. Kwa kitu inasema ya kwamba they took the stone away. For kitu inasema, I know that you always listen to me. This is now Jesus and he's talking to God. Anamwambia kwamba I know Gai nejoe niojibua. Listen to me. I say this. Alikuwa anasema Mungu your day. Command your day. Kama unaenda kazini, that's for start praying for asking. Hata kama utaenda mambo mingi, sema I'm blessed today as I wake up. My children are blessed as they go to school. They are protected. Praise the name of the Lord. Wanapoondoka wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nenea siku yako asubuhi. Nenea siku yako asubuhi. Nilikuwa nimeona katika TikTok kingine mzee amesema kwamba sijui kama umeona hata anatokio mtoe. Bwana Yesu asifiwe. Hata nilikuwa naangalia tena ukienda gari ile tena hata anatokio mtoe wala ni kuna roho. Hata wewe usiamke mapema. You start commanding your day in the morning before Mungu apewe mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo when you wake up in the morning, let us command our day. Wacha na siku kwanza. Utashinda nayo the whole day. From morning to evening, mpaka saa 5 inaisha mpaka jioni haijafika. Wenye umescroll umeenda TikTok na tumeambiwa si ya kwenda TikTok ni ya kutua mbele tunaenda huko Amerika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu atumie simu yake vizuri. Si ya TikTok. Najua sasa hapo nimesikia. Kwanza mimi nimesikia. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitaanza kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba tulikuwa tumefika 42. I know that sasa yale nitanena, Bwana atanisikia. Akasema Lazarus, come out. Bwana Yesu asifiwe. Kile kwete netunjwe kantoe kama hicho. Tuone your Lazarus is going to come out. Your Lazarus is going to come out. Alinua mdomo wake kwa sauti. Akasema Lazarus, come out. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kijiwe kilikuwa kimeondolewa, Lazarus akatoka akiwa amefungwa na vitambaa kila mahali, lakini hakukosea mlango. Dago ile hinga. Daturu ile hinga. Hakugonga pale. Alitoka, akatoka akiwa amefungwa mpaka macho, alikuwa amefungwa. Those days hakukuwa na coffee. Praise God. So when you ukikufa amezifunga, lakini tunazifungua katika jina la Yesu Kristo. 44 inamalizia nikisema ya kwamba he came out with his hands and feet wrapped in grave clothes and with clothes around his face. His face.